kawaida. Maneno yamekuwa ni mengi speaking of Mario sasa, kutokana na ngoma yake ya Olua hiyo mpya, ngoma ambayo inafanya vizuri sana. Ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, ukiingia YouTube, ni inashika namba 1 kwa sasa hivi on trending. Ndio ngoma ambayo inashika namba 1. Ila nyimbo ina masaa 3 tangu itoke. Yeah. Na ina viewers karibia 320,000. Unajua Mario bana, huyu jamaa apewe dunia yake. Na hizi kwenye ufalme kwa hapa Tanzania, yeye inatakiwa apewe ufalme sasa, kwa maana anabaluza. Kwa kweli hata kiutani. Na ukiangalia kuna namna ambavyo Mario baada ya kutoa ngoma ya Olua, watu walikuwa wanasubiria mapokeo yatakuwaje, ukilinganisha na Zuchu baada ya kutoa ngoma yake ambayo inaenda kwa jina la Reason. Ngoma ambayo haikufanya vizuri kutokana na mapokeo ya watu. Unajua kuna sintofahamu ambazo zilikuwa kati ya wasanii na mashabiki. Sasa masi tunajua Zuchu ni kipenzi cha watoto Yeah, kabisa. Sasa imekuwaje? Yaani kuna namna kuna sehemu amekosea. Yeah, unajua wimbo iwezekani yani siku 5 ina views 10,000 tu. Kabisa, unajua nikiangalia, unajua hii inatokana, kuna hiki kizaazaa ambacho kilikuwa kati ya raia na wasanii. Kuna namna wasanii waliegemea upande fulani, lakini na mashabiki wakawa hawako na mashabiki. Kwa hiyo mashabiki nao wakasema kama mtu mimi hani support, why mimi ni support. Ndio maana wasanii ambao Zuchu ambao ametoa nyimbo, lakini ukiingia YouTube of course hakuna mapokeo mazuri kabisa. Ukiachana na Zuchu, unakuja Jux, msanii Juma Jux, mtaalamu kabisa wa R&B bana. Baada alitoa nyimbo naye nyimbo mbili, moja inaitwa Majo, nyingine inaitwa Si Bad. Of course mapokeo kwa yeye, ni msanii ambaye alikata tamaa mapema. Ameposti nyimbo zake kutokana na matokeo yalivyokuwa mabaya, yeye alikimbia akazifuta. Yes, imagine. Siku 2, na ni kitu ambacho labda ni kama ni msanii mdogo, na wewe ni mdogo sana, unaweza kupata viewers kama hao, lakini kwa msanii kama Jux of course nadhani kilimkashia na tamaa. Ila angevuta subira. Yes, kwa status ya Jux ni kama kwa kweli amtendea kabisa. Ndio maana aliamua kuingia pale YouTube na kuzifuta. Lakini ukienda Nigeria, ngoma zake bana zinavuruga kinoma. Yes, na ameamua kwenda bana kupiga show Nigeria Jux bana, kutokana na ngoma zake zimefanya vizuri sana. Ukienda Nigeria, kwenye on training Nigeria, ni ngoma ambayo ya Majo inashikilia nafasi ya kwanza. Imagine. Ila Tanzania? Kwa Tanzania ndo mambo yamekuwa tofauti. Mario kidogo amekuja kuwavuta sasa. Wasanii wengi kwa hivi siku za karibuni wanaogopa kufanya kazi, kutokana na namna ambavyo mashabiki zao wanawatenga. Sasa Mario amekuja kuambia wasanii bana, tufanyeni kazi. Nadhani mashabiki wamerudi. Speaking of Mario bana, kwenye ukurasa wake wa Instagram, nitanukuu alivyoandika. Ameandika, amesema nawashukuru sana mashabiki zangu, hamkutaka kijana wenu nife njaa. Unaona? Ni kama kweli kwamba anajua kwamba kuna watu wametoa vitu na vitu havijaenda, lakini yeye ametoa, watu wamepokea. Kwamba ikibidi sasa atoke public awaambie jamani, mimi nashukuru sana. Yani alijua kabisa alijua kabisa kama watu sasa hivi wamekaza, na ukiangalia kweli mashabiki wamekaza, hawataki mchezo kabisa na wasanii. Hawataki utani. Na juzi bana nilikuwa napita kwenye mitandao ya kijamii, kuna msanii mmoja wa Bongo Movie akawa anasema kwamba kwa kuwa mashabiki hawataki kununua kazi au hawataki kusupport kazi tunazofanya, na sisi tutaacha kununua vile vitu ambavyo mashabiki wanavifanya. Aidha labda kama ni shabiki labda anatengeneza biti, kama wasanii wataacha kununua. Mimi nikaona kwamba wasanii kama wamekosea, wanakosa kufikiria, kwa sababu huwezi ukasema kwa kuwa wao hawataki kununua na nyinyi muache. Kabisa. Mimi nilimwangalia nikasema huyu brother, japo jina lake sitalitaja, kweli brother tumuhifadhi kweli. Kikweli amezingua kwa kweli. Yani inatakiwa watoke almost hadharani waombe hata msamaha kwa mashabiki. Unajua kama unakula kwa kutumia mtu fulani, usimkandamize yule mtu kwamba bana huyu hivi, unakuwa sio vizuri. Kwa hiyo huyo bana Mario kweli ametubless ngoma ya Olua. Unaweza kaingia kwenye YouTube hapo ukasikiliza, ni bonge la ngoma.
Mario Seveje kizembe kabisa. Mario bana apewe dunia yake kutokana na ngoma ambazo unajua, na Mario ndio msanii wa kwanza Tanzania kuleta mapiano. Kumbe. Yes, Mario ndio msanii wa kwanza kuleta mapiano Tanzania na ikafanya vizuri kabisa. Mama Amina. Sio kuna nalikumbuka wana ngoma na Mario inaitwa Mama Amina. Bunge la ngoma ambalo ndio mapiano ya kwanza kufika Tanzania na ikafanya vizuri, na ndipo wasanii wengine wakaingia kwenye mapiano. Lakini Mario ni msanii ambaye ana dunia yake kabisa. Kwa kweli itabidi ajengewe sana mlaki. Ajengewe sana kwa staili hii. Ana sana mlaki. Bana, sisi ndio tumemaliza dakika 20 za maangamizi. Tumemaliza namna hiyo. Ukihitaji info zaidi hakikisha unaingia kwenye mitandao yetu ya Instagram, andika Fanikiwa Radio. Oyo hatari sana. Na mimi nataka una kipi cha kumwambia msikilizaji kabla hatujamaliza? Mimi ninachoambia waendelee kusikiliza Fanikiwa Radio kwa habari nyingi. Maana tunabezi na habari za kisiasa, kijamii, kiuchumi. Yaani vitu vyote utapata hapa Fanikiwa Radio. Bila kusahau Fanikiwa TV na Radio Box Fanikiwa, si ndio? Yes. Oh wow. Kwa kweli ilikuwa ni siku nzuri sana, na huku ndani nilikuwa na DJ wangu pendwa kabisa ambaye anafanya huku ndani vibe ni kama lote. Sana. Anajiitwa DJ Chuga, mmoja ya watu ambao kwenye mixing master ni mnoma sana. Alafu anakufanya wewe huko uliko unaburudika vibaya mno. Mimi sina la ziada, langu jina ni Ibrahim Kalman, ungenapenda kuniita kinyonga mwenye rangi 7. Tumemaliza kinamna hiyo. Tukutane tena siku ya kesho mida na time kama hii. Sisi ndio tuna sign out hivyo. Niko na Victoria Havit, mmoja ya mwanadada ambaye ukimtazama Velvet Beauty unajua. Si ndio? Goodbye. So sikiliza na enjoy ngoma ya kwake Mario inaenda kwa jina la Olua. So bye bye.